Yes, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. Mimi ni Talent na leo niko hapa kwa ajili ya kuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukakata reverb ama mimwangwi ambayo huhitaji sometimes katika drums, guitar, snare, piano ama kitu chochote kile, kwa sababu unaweza kukutana na snare ambayo ni nzuri sana ama drums ambazo ni nzuri sana ama guitar ama kina chochote kile ni kizuri lakini kina contain reverb nyingi. Sasa unawezaje kuzikata bila ya kuaffect hicho kinanda, hizo drums, ama kama ni bass ama kama ni mute guitar, ni chochote kile, lakini unahitaji kupunguza hiyo reverb yake bila ya kuaffect hicho kinanda ama kupoteza ubora wa kinanda hicho. So tuangalie hizo drums ambazo zina reverb nyingi na pia tutazikata vipi hizo reverb. Let's go to the point. So kama ambavyo unasikia drums zetu ziko na reverb mengi mwangu nini. Sasa kitu gani ambacho kinakata hichi kitu bila ya kuaffect hiyo drums zako ama hivyo vitu vyako? Utafungua kwenye upande wa channel mixer for studio, then utakuja hapa kwenye upande wa hii plugin ya Transient Processor. So hii itakwenda kusaidia namna gani ambavyo tunaweza tukapunguza hizo reverb, na knob ya kutumia ni hapa release peke yake. So utakwenda kupunguza mpaka upate kile kiasi ambacho wewe unaona kinakutosha. So unasikia kwa kiasi gani imeweza kupunguza mwangwi kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia drums zetu hazijapata mushkeli wala hazijapungua kwenye ubora ule ambao tunahitaji. Lakini ukikata mpaka mwisho, manake utasikia jinsi ambavyo inapunguza ubora pia wa hizo drums. Yes, so unapokata jitahidi usikate sana wala usijibane sana, iwe wastani, lakini uhakikishe kwamba umepata kile kitu ambacho unakihitaji. Okay, hivyo na jinsi ambavyo tunatumia Transient Processor, lakini hii ni trick ambayo unaweza ku-apply katika vitu vingi. Hii unaweza kutumia pia katika kiki, hii pia unaweza kutumia katika snare peke yake, unaweza kuitumia kama individual. So lazima uitumie sana kwa ajili ya vitu vingi kwa pamoja. Hapana, unaweza kutumia pia katika kufanya snare yako ikasnap. Sometimes tunatumia snare ambayo yanakuwa ni makali. Hii pia unaweza kuitumia katika kufanya snare yako isiwe kali, iwe smooth. So taonyesha namna gani ambavyo unaweza kutumia hii plugin katika kufanya snare yako iweze kusikika katika ubora na usikivu mzuri. Nadhani umesikia hii snare jinsi ambavyo ina hit. So utakwenda kufix hii issue. Utaput katika channel yako ya mixer, then utafungua hii, then you will see what happens. Pia unaweza kutumia attack. So attack inaweza ikakusaidia katika kufanya snare iweze kusnap. Yes, vizuri. Hata kwenye kiki, unasikia? Kiki yetu ina reverb kidogo. So tutakata hiyo reverb. You see? See? Yes. So hata kama ukisema una boost kiki yako, maana yake unakuwa na boost kitu ambacho kinakuwa na quality nzuri. See? And that is how we do. Kwa hiyo hivyo ni vitu vidogo vidogo ambavyo kama producer kimsingi unapaswa uvifahamu na uweze kuapply katika project zako, kwa sababu changamoto kama hizi unaweza kukutana nazo katika project mbalimbali, hata kama hujawahi kukutana nazo, lakini kama wewe ni producer, make sure utakuja kukutana na experience kama hii. So ukikutana vitu kama hivi hapa, lazima ujue namna gani ambavyo unaweza
ukatatua hizi changamoto. So mimi sina ziada tu talent, ni kuona tena katika video inayofuata. Nakumbusha tu wale ambao wanahitaji plugins tuwasiliane, wale ambao wanahitaji external yenye kila kitu tuwasiliane, wale ambao wanahitaji vifaa vya studio kwa ujumla, kuanzia speaker, sound card, stand, filter, microphone, headphone, anything you want, just make sure unawasiliana na mimi hapa ama fika katika ofisi zangu ambazo zipo Kimara Academy. Talent Music Academy inaendelea, watu wanajifunza muziki na mixing kila leo, kila siku, asubuhi, mchana na jioni. So kama unahitaji jiunge, iwe online ama iwe ofisini kwangu, unaweza kufika na tukaendelea na masomo kama kawaida. Kama upo nje ya Tanzania, basi hilo ni jambo dogo sana. Wasiliana na mimi, nitajua namna gani ambavyo naweza kukusaidia. Mimi sina ziada bana, kuone katika video inayofuata. Bye bye.